Umoja wa wahadhiri wa Kiislamu Tanzania HUWAKTA kupitia msemaji wao Sheikh Said Kinyogoli wamesema uwepo wa wahadhiri wa Kiislamu nchini Tanzania ni chachu ya amani na mshikamano wa taifa, huku wakisisitiza kuwa tofauti za kimtazamo baina ya wahadhiri wa Kiislamu na Wakristo haziwezi kuigawa nchi wala kuingiza jamii katika migogoro. Hakuna taasisi, hakuna eneo ambalo jambo hili linapata nguvu kubwa katika usimamizi wake isipokuwa ni kutoka kwa wahadhiri wa Kiislamu, na kusudia mchango wa amani katika taifa letu la Tanzania. Hawa wahadhiri mnawaona hapa, mchango wao ni mkubwa sana katika kudumisha amani kwenye nchi yetu ya Tanzania. Hata mambo mengi yanapotokea, unapoona wapo kimya, maana yake wanakaa na kutafakari, kwa sababu wao ni chachu muhimu ya amani katika nchi yetu ya Tanzania. Basi watakapokuja kusema mbele yako, bila shaka tegemea utapata kitu ambacho ni sahihi mno katika kuimarisha, katika kuendeleza, katika kudumisha amani tuliyokuwa nayo katika nchi yetu ya Tanzania. Miongoni mwa vitu vya kujivunia abadan katika nchi yetu ya Tanzania, haitokuja siku usikie kuna vita ya kidini kwenye Tanzania. Hautokuja kusikia. Kwa nini hautosikia jambo hilo? Sababu ni wahadhiri wa Kiislamu katika nchi ya Tanzania. Wao wahadhiri wa Kiislamu Tanzania ndio watu ambao wamewazoesha Watanzania wasikie mambo rahisi, mambo makali, mambo mazito yanayohusu utofauti wa kiimani katika nchi hii, mpaka Watanzania sasa wameyazoea, wakang'amua kwamba kila mmoja anayo nafasi ya kuitangaza imani yake na asiletwe madhara kwa mtu mwingine. Mfano, tangu miaka hii ya 80 wazee wangu hawa na sisi tumerithi, tunatangaza katika nchi hii kwa maspika, kwenye maviwanja ya wazi, kwenye makumbi, kwamba Yesu sio Mungu, Yesu hakuwa Mkristo, Yesu sio Mungu, haya mambo yote, Yesu sio Mkristo. Tunatangaza Paulo sio mtume wa Mungu, Muhammad ndio mtume wa Mungu, Uislamu ndio dini ya haki, Yesu hakufa msalabani. Haya mambo, kama unawaondoa Waislamu au wahadhiri wa Kiislamu uwapeleke katika eneo ambalo watu hawana mazoea ya kusikia maneno haya, alafu uende ukayatamke kwa ghafla, ni mauaji yanayotokea baada ya hapo. Lakini Tanzania Wakristo tangu wanazaliwa wanasikia mazinge kwa ubiri kwa Yesu sio Mungu, aya zinatolewa, si Yesu sio Mkristo, aya zinatolewa. Na Wakristo nao pia wakaingia kuyahubiri haya kwa imani yao, wanasema Muhammad sio mtume, Uislamu sio dini ya Mungu. Sasa ikatukutanisha katikati baina ya Wakristo na Waislamu. Kilichotukutanisha ni maandiko na hoja. Vitu hivi vikafanya Wakristo leo wazoee kusikia Yesu sio Mungu, Waislamu leo wazoee kumsikia Mkristo anasema Muhammad sio mtume. Lakini nini kinachoendelea? Waislamu wanaweka dalili zao, Wakristo wanaweka dalili zao. Mkristo akielewa anaacha Ukristo, anaingia katika Uislamu. Kwa sura hiyo, Tanzania hakutokuja kutokea mapigano ya kiimani, yani dini na dini ifike mahala eti tuchinjane, tuuane sasa kwa sababu tu huyu kantukania imani yangu au kasema vibaya imani yangu. Kwa nini? Kwa sababu wahadhiri walishajipanga kwenye jambo hilo, na dawa, mawaidha wanayoyatoa wahadhiri yamesaidia sana kuhakikisha amani, utulivu, mashirikiano baina ya Waislamu na Wakristo katika nchi ya Tanzania yanakuwa sawa sawa. Aidha, msemaji huyo ameutaka uongozi wa serikali kuendelea kuweka mazingira mazuri ya maridhiano na majadiliano ya kitaifa, ikiwa ni pamoja na kuridhia mchakato wa marekebisho ya katiba mpya ambayo alisema inaweza kuwa sehemu ya kuimarisha mshikamano na kuwapa Watanzania matumaini mapya ya usawa na uhaki. Tume imependekeza ipatikane katiba mpya ya nchi yetu ya Tanzania haraka na mapema. Kama umoja wa wahadhiri wa Kiislamu Tanzania tunasema hapa, tunatia tiki kwenye hili jambo, katika jambo bora, katika jambo zuri ambalo litakwenda kuitengeneza Tanzania ambayo itaendelea kuwa kisiwa cha amani. Basi katiba kama ambavyo imefafanuliwa kwa miaka mingi iliyopo ina mapungufu, ina matatizo, umoja wa wahadhiri wa Kiislamu Tanzania unaunga mkono, unasapoti mapendekezo yaliyotolewa na tume. Katiba ifanyiwe marekebisho na itengenezwe katiba mpya haraka sana, alimradi mpaka tutakapofika 2030 kwenye uchaguzi mkuu, badala ya kurejesha matatizo kama haya yaliyotokea.
twende katika uchaguzi mkuu 2029 2030 tukiwa na katiba mpya, katiba ambayo itakwenda kuwafurahisha, itakwenda kuwapa fursa, itakwenda kuwaridhisha Watanzania wote kwa ujumla. Hilo jambo tumeliunga mkono na tumelitolea sapoti katika maeneo hayo. Aidha, Kinyogoli ameongeza kuwa maridhiano ni jambo la msingi kwa ustawi wa taifa lolote, huku akisisitiza umuhimu wa kuwakutanisha watu wa nyanja mbalimbali ikiwemo viongozi wa dini, serikali pamoja na wanasiasa ili kujenga taifa lenye kuheshimiana na kusikilizana. Kama umoja wa wahadhiri wa Kiislamu Tanzania, ambao leo tulikuwa tuna mkutano mkubwa wa kitaifa na wajumbe viongozi kutoka nchi nzima, tunasema maridhiano kwa ajili ya taifa letu ni kitu cha lazima. Lazima wanasiasa, lazima watu wa dini, watu wa madhehebu mbalimbali wakutane, tukae, tupeleke malalamiko yetu, yale ambayo tunahisi yakiendelea hayatotupa amani, yafikishwe, kwa sababu malalamiko kwa watu ni mengi sana. Mfano, sisi kama Waislamu katika nchi ya Tanzania tuna malalamiko mengine yamekuwa ni ya kudumu sasa, malalamiko ya miaka na miaka. Malalamiko haya mpaka inafika mahala yanashindwa kutupa tafsiri nzuri, ima kwa serikali au kwa madhehebu mengine, kwa sababu ni vitu ambavyo Waislamu kama Waislamu tunaona tunaminywa, tunaona hatutendewi haki, lakini tunaona watu wa madhehebu mengine wanapata haki hizo, wanapata fursa hizo. Sasa maridhiano, na kwenye maridhiano taasisi zote na za kidini zipate nafasi, ikiwamo umoja wa wahadhiri wa Kiislamu Tanzania. Tueleze haya, kwa sababu umoja wa wahadhiri wa Kiislamu Tanzania ndiyo sauti ya Waislamu katika nchi ya Tanzania, ndio wasemaji wa Waislamu katika nchi ya Tanzania. Kwa upande wake, mhadhiri mkongwe Sheikh Habib Othman Mazinge amesema Waislamu na Wakristo ni jamii moja inayopaswa kuendelea kuishi kwa upendo na kuvumiliana licha tofauti zao za kiimani. Kama kawaida, Wakristo waende makanisani kwao wakamwabudu Mungu, Waislamu waende msikitini wakamwabudu Allah, mpaka pale kila mtu umri utakaomfikia wa kwenda akhera, yani umri wa kufa. Wallahi inasikitisha sana, na niwaombeni wahadhiri ambao mmetoka mikoa mbalimbali, kila utakapokuwa tunaanza mihadhara yetu, basi tumuombe Allah katika dua zetu adumishe amani katika nchi yetu, na vile vile tuwaombe viongozi wa nchi, wakuu wa nchi, kwamba sisi mnatuongoza, lakini kubalini kupokea maoni kutoka kwetu. Yote hayo yamejiri hii leo katika ofisi mpya za Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania UWAKTA zilizopo Mbagala Zake mjini Dar es Salaam, ambapo mapema kabla mkutano huo kuanza na waandishi wa habari, dai wa kimataifa Sheikh Nurdin Kishki alizindua rasmi ofisi hizo mpya za umoja huo. Abdullah Mashi, Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.